Praise God, hallelujah. Wapendwa, natumai mko salama popote mliwepo. Jina la Bwana libarikiwe. Ainuliwe Mungu na atukuziwe Mungu kwa upendo wake. Yeye aliyetuamsha salama mara ya tena katika siku hii ya Alhamisi ya baraka, ya neema ambaye Mungu ametukirimia naye. Basi ndugu yangu popote uliwepo, baraka za Bwana ziambatane na wewe. Imekuja siku mpya, tuifurahie. Acha siku ya leo iwe siku ya furaha. Milango ya mafanikio endelee kufunguliwa kwako, na kila libaya likafungwe, na kila mbino za kuzimu zisipate nafasi, bali Mungu aendelee kukata njia pasipo njia juu ya maisha yako. Vita unavyoviona, Bwana avisimamie na akupe ushindi. Katika jina la Yesu, ni mimi Apostle Simon mara ya tena. Nimekuja kwa kipindi chetu cha Amka na Bwana. Bila ukawia, acha tusome kitabu cha Mithali. Mithali tutasoma sura yake ya 16, mstari ule wa 2 mpaka wa 4. Njia zote za mtu ni safi machoni pake mwenyewe, bali Bwana huzipima roho za watu. Mkabidhi Bwana kazi zako, na mawazo yako yatadhibitika. Bwana amefanya kila kitu kwa kusudi lake, naam, hata wabaya kwa siku ya ubaya. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Nahitaji hapa tutafakari haya maneno kwa undani na kwa kina. Kuna njia zote za mtu. Kwa hiyo ina maana kuna njia za mtu, njia za Mungu na njia za ibilisi. Ina maana mtu mbele zake kuna njia 3. Njia zake mwenyewe, njia za Mungu na njia za ibilisi. Na kila siku njia zote za mtu zinakuwa safi machoni pake. Tukisema njia za mtu zinakuwa safi, hizi njia huambatana na matakwa yake. Mara nyingi mtu akiwa kwenye njia za matakwa, anatia nguvu na zinampendeza mwenyewe. Lakini Biblia inasema Bwana huzipima roho za watu. Kwa hiyo ina maana kile kinachobubujika rohoni ndipo kinatoka nje. Bwana anakuacha ukazipitie njia hizo, lakini anazipima. Anapoona unaenda pasipo, Bwana anakurejesha kwa neno lake au kwa ufunuo ili ukarejee kwenye njia yake. Niaje nitajua niko kwenye njia za Bwana? Njia ya Bwana kila siku inabeba uzimani. Njia ya Bwana inabeba kwenye wokovu. Njia ya Bwana inabeba kwenye ushindi. Mara nyingi tumeshindwa kwa kuwa tumezipenda njia zetu kuliko njia za Bwana. Mara nyingi tumefeli kwa kuwa tumetangulia kwenda kwenye njia zetu. Zilipofeli, tukarudia kwa Mungu kutafuta msaada. Mstari wa 3 unasema vizuri na unaongea vizuri. Unasema, kabizini Bwana kazi zako, na mawazo yako yatadhibitika. Kwa hiyo ina maana Bwana hutaka mbele ya wewe kuingia kwenye njia yoyote, mkabizi. Mpe yeye apime, mpe yeye ashauri, mpe yeye aongoze. Kumbuka ni baba yako. Kumbuka katika kitabu cha Zaburi alisema, nitakuongoza, nitakuonesha njia utakayoipitia, jicho langu litabaki kwako. Yeye Mungu mwenye upendo anahitaji kukuongoza, kwa kuwa anazijua njia zisizo na njia zilizo za kweli na njia zilizo za haki. Mwandishi wa Zaburi Daudi alisema,
uniongoza katika njia za haki. It mean, Biblia inasema ziko njia mtu anaziona ni njema kwa macho yake, lakini zinabeba mautini. Mara nyingi kila siku njia za mtu ni njia za mwili na zinamkogotea mbali ya mapenzi ya Mungu. Lakini mtu mwenye busara na hekima, kila akitaka kuchukua hatua anaitia mikononi mwa Mungu, ili Mungu aipime, Mungu amuongoze, Mungu amshauri akapitie njia inayofaa. Haleluya, haleluya. So Mungu uhitaji kutushauri ili tukazipitie njia za haki. Mara nyingi njia tunazoziamulia, hizi tunaziamua kulingana na matakwa ya mwili na kupendeza mwili. Ndio maana hii sura imesema njia zote za mtu ni safi machoni pake, hapana rohoni mwake, machoni pake. Ndio maana bali Bwana huzichunguza roho za watu. Kwa hiyo Bwana anacholinda ni moyo wako, anatazama moyo wako. Hilo jambo limetoka ndani au limetoka akilini. Njia za Bwana ni njia za haki, kila siku zitakubeba katika ukamilifu na utakatifu wa Bwana. Zitakubeba katika ushindi. Ndio maana unapotaka fanya kitu chochote, tanguliza Bwana mbele. Ndio maana tumetia kipindi cha Amka na Bwana. Kabla hatujafanya lolote, tunaanza kuomba. Lakini mpendwa, kuna wakati unaamka unasahau kumtanguliza Bwana. Ukifikiwa na majanga, unarudia unamuuliza kwa nini Mungu umeacha hili? Unalia, unasema kwa nini Mungu hajanilinda? Lakini alisema umkabidhi kazi zako. Basi na sisi kabla kufanya lolote na chochote, tunazileta kazi zetu mikononi mwake. Baba, bariki kazi zetu, bariki wito wetu, bariki familia zetu, bariki biashara, wafanyakazi wabariki, wakulima wabariki, nchi yote uibariki. Hiyo inafaa mpendwa. Sikia sasa, nitajuaje njia za shetani? My God. Sikia, njia za shetani zinakuwa influence na mapepo. Zinakuwa influence na mapepo. Njia za shetani kila siku zinabeba mautini, kila siku zinabeba zambini. Na mwenyewe utajua kwamba uko kwenye njia ya shetani. Niulize, nitajuaje? Ni kila siku utajikuta jambo umepambana kuachana nalo limekataa, kwa kuwa hilo jambo liko influenced by devil. Liko influence na mapepo. Kwa mfano, nitoe mfano mdogo. Unaanza kuwa unafanya masturbation. Unasema kwa nini hali inakuwa inanifikia mimi? Mbona siitaki? So mwenyewe unaikataa, mwenyewe unaipinga. Bali kwa muda mchache tu hiyo hali unajikuta tena imerudia. Kwa hiyo mapepo yanafuatilia watu kulingana na nature yayo. Kwa kama unafuatiliwa na pepo la uzinzi, utajikuta kila siku unajitahidi kutoka kwenye uzinzi, vinakataa. Unajikuta tu hiyo desire na kuja, hata ukijuta utajikuta tu huko. Huna namna, kwa kuwa iko nguvu inayokuinfluence kuingia huko. Kwa hiyo njia za shetani zinakubeba zambini. Njia za shetani zinakukogotea zambini, zinakukogotea mbali na Mungu. Unajikuta kuna hali unakataa, lakini unakuta imerudi tena. Unajikuta unapambana na jambo, lakini inarudi tena. Kwa kuwa hizo ni njia za mwovu Ibilisi. Ndio maana tunatakiwa Bwana, Biblia inasema neno la Bwana ni taa linaoangazia miguu yangu. Ina maana wakati wote unaolisikiliza neno la Bwana linakusaidia kuiondoa ile giza na kutoka katika njia za Ibilisi. Kwa hiyo hilo neno linakuangazia na kukusukumia kwenye njia za Bwana. My God. Kwa hiyo ulipambana na jambo, unajikuta tena umelirudia. Unalikataa, unajikuta tena umelirudia. Lakini mara nyingi tena
Unapokuwa katika njia za devil, kwa hiyo kila kitu ni kufa, kila kitu ni kufa. Unakuta hata kama ulikuwa na mafanikio, yanaanza kupungua, yanaanza kuisha. Bali katika njia za Bwana kuna baraka, uzima wa milele. Haleluya. Basi leo kila kitu chetu tulicho nacho tukirejeshe kwenye njia za Bwana. Maisha yetu tukirejeshe kwenye njia za Bwana. Wokovu wetu usimame kwenye njia za Bwana. Unaweza kuomba msamaha popote ulipokosea, ili ujue kwamba hilo pepo linakuwa linakusukumia katika hiyo hali ya dhambi kila siku. Linahitaji kukua, halina urafiki na wewe. Unachohitaji ni kutubu na kusimama tena kwa njia za Bwana na kutembea na Bwana, kwa kuwa Bwana anakuhitaji. Kwa hiyo wewe unajijua njia uliwemo, kwa kuwa kuna hali umepambana nayo ikwishe, lakini imekataa. Basi Bwana leo ameleta hili neno ili usimame tena kwenye njia zake. Anataka kuongoze, anataka atembee na wewe, anataka kukubariki. Ndio ziko baraka zinaokufuata, ziko pesa zinaokufuata, kiko cheo kinachokufuata, iko kazi inayokufuata, lakini havikupati kwa kuwa hauko kwenye njia za Bwana. Kwa hiyo hivyo vyote humkuta mtu kwenye njia za Bwana. Mara nyingi na wale wako kwenye njia za Bwana, devil ujitahidi kuwakogota ili watoke kwenye njia za Bwana. Usikubali kutoka kwenye njia ya Bwana. Endelea kwenye hiyo njia. Kuna ushindi, na nyuma ya hapo, ndani ya hiyo njia kuna baraka. Zaidi ya hiyo kuna uzima wa milele. Haya maisha ni ya muda, lakini katika ile dunia nyingine kuna uzima wa milele. Pambana na hiyo uzima. Endelea katika hiyo njia ya Bwana. Haya mambo ya dunia yana muda, lakini kuna wengine ya umilele na milele. Wako wengi walikuja duniani hii, lakini wamefariki, hawapo. Na wewe, wale waliopita, unaweza ukaenda kama wao. Bali kama umemwamini Bwana na kutembea kwenye njia zake, unao umilele, unao umilele katika jina la Yesu. Begin to pray, my friend. Begin to pray. Simama kwenye njia za Bwana. Anza kuomba, anza kuomba. Kabidhi kazi zako mikononi mwa Bwana. Familia yako mikononi mwa Bwana. Watoto wako kwenye njia za Bwana, mikononi mwa Bwana. Kazi na vyote, endelea kuomba, baraka za Bwana ziambatane na wewe. Nimejisikia kukubariki leo, kutamka baraka juu ya maisha yako, juu ya kazi zako, familia yako na watoto wako. Usinamwona mama anaye mtoto na moyo wake unauma kwa ajili mtoto wake yuko katika hali sio nzuri. Ninaomba neema ya Bwana ikamguse mtoto wako, ikamguse na kubadilisha maisha yake, ikamguse na kumpa afya njema. Huyu mama anayeumwa, mkono wa Bwana umguse. Huyu aliye na kilio, Mungu amtie moyo. Huyu aliye na magonjwa asiyopona, akapokea uponyaji. Bwana watembelee kwa hali isiyo ya kawaida. Neema ya Mungu watembelee. Begin to pray, begin to pray, begin to pray, begin to pray in the mighty name of Jesus. Thank you, Lord. Pray.